Hey there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Open the Word. Open the Word ni kipindi ambacho tunakuja pamoja, tunafungua neno and then tunajifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Kwenye ile Zaburi ya 119 tunaambiwa kwamba hili neno la Mungu ndio taa ya miguu yetu. Ni taa ya miguu yetu ambayo ina illuminate, inaangaza njia ambayo tunatakiwa kwenda. Hivyo basi, fungua neno, twende kwenye sura ya 5 ya waraka wa kwanza wa Petro. Tunaangalia mstari wa pili, Tuangalie mstari wa pili. Mstari wa pili unatoa maelekezo, unatoa instruction kwa viongozi wa kanisa. Viongozi ambao walikuwa na hawa Wakristo ambao wamesambaa kwenye haya maeneo mbalimbali ya Asia Minor. Anawaambia kwamba shepherd the flock of God among you. Shepherd the flock of God among you. Wachunge au chunga lile kundi la Mungu ambalo liko nanyi. Hapa tunaona vitu kadhaa. Kwanza kabisa, kwenye mstari wa kwanza alijiita yeye ni elder presbyteros. Alijiita yeye kwamba ni elder. Alisema kwamba ninaandikia kuwatia moyo nyinyi ambao ni viongozi pia. Kwa hiyo tunaona hilo neno elder. Hapa anatoa maelezo ya kwamba you need to shepherd, inabidi wachunge. Hili ndio neno poiné, ambayo ndio neno ambalo analitumia akiwa anaongelea pastors. Kwa mfano kwenye Paulo kwa mfano analitumia hili neno akiwa anawaandikia Waefeso kwenye ile sura ya 4 ya mstari wa 11, anawaambia kwamba kanisa lilipewa mitume, likapewa manabii, lakini pia likapewa wainjilisti, afu likapewa wachungaji walimu. Likapewa wachungaji walimu, pastor, teachers, shepherds, wachungaji. Hapo ndio ambacho anasema kwamba hii kazi ya uchungaji anaonyesha kwamba inafanywa na an elder. Kwa kumbe elder na pastor au na shepherd, hizi ni terms ambazo zinakuwa used interchangeably, at least kwa jinsi ambavyo Petro analitumia hili. Anasema kwamba wewe elder inabidi uwe ni mtu ambaye unachunga watu, unachunga kondoo, unachunga lile jopo au unachunga lile kundi la watu. Lakini kuna kitu kingine hapa anakisema kwamba shepherd the flock of God. The flock of God. Inakuelezea kwamba kumbe hawa waumini ambao wewe unatakiwa kuwaongoza kama kiongozi sio wako, sio waumini wako. Kumbuka, sio kondoo wako. Hawa ni kondoo wa Mungu. Hawa ni watu wa Mungu, ni waumini wa Mungu kwanza. Ina maana wewe umepewa, ndio anasema among you, umepewa kwa ajili ya kuwalea, kwa ajili ya kuwatunza, kwa ajili ya kuwafundisha, kwa ajili ya kuwaongoza. Kwa hiyo inabidi kuwa makini sana pale ambapo kiongozi anaanza kuweka mamlaka juu ya wale watu ambao wanaongoza kama vile ni watu wake binafsi, nje ya kuwa kwamba ni watu wa Mungu. Ina maana first and foremost, mchungaji au kiongozi inabidi kuelewa kwamba watu unaoongoza sio watu wako, ni watu wa Mungu. Shepherd the flock of God ni kundi kwa ajili ya Mungu, ni kundi la Mungu. Muhimu sana kuelewa who owns, nani anawamiliki, nani ambaye ndio ana mamlaka juu ya hawa watu. Ina maana hata mamlaka yako ya uongozi yanatoka moja kwa moja kwa Mungu, na inabidi uende sawa sawa na jinsi ambavyo Mungu anakuongoza. Anasema kwamba exercising oversight. Kwa hiyo anasema kwamba shepherd the flock, na it's interesting anatumia ile neno shepherd the flock of God kwa sababu ni instruction ambayo yeye binafsi alipewa. Kwenye Injili ya Yohana tunamwona kwamba Petro baada ya kumkana Yesu mara 3, Yesu kwenye ile sura ya 21 alikuja akamfuata akiwa na wanafunzi wengine, akakaa akamuuliza, Petro mwana wa Yona, unanipenda? Je, unanipenda? Petro akasema ndio. Basi akasema basi chunga kondoo wangu. Akauliza tena, unanipenda? Akasema ndio. Akamwambia tena, basi lea na tunza kondoo wangu. Akauliza tena mara ya 3 kama vile ambavyo alikanwa mara 3. Akamuuliza mara 3, je, unanipenda? Akamwambia ndio, nakupenda Bwana, unajua kwamba nakupenda. Tena baada ya hapo alikuwa tayari amesha kuwa grieved, alikuwa amesikitishwa sana na ile tendo kwamba yeye alimkana Yesu. Lakini instruction aliyopewa Petro ni shepherd the flock. Lea, tunza kondoo wangu. Na hichi ndicho ambacho Petro anawaambia wale viongozi ambao anawaandikia. Baada ya yeye mwenyewe kwanza kulea wale kondoo ambao walikuwa wamepewa, yeye anawaambia, anatoa instruction kwa viongozi wengine, shepherd the flock. Shepherd the flock, tunza hawa kondoo. Lakini what's interesting hapa anasema namna ambavyo unawatunza
ni by exercising oversight. Exercising oversight. Kwamba ni kuwa ni overseer, kuwa ni mwangalizi, kuwa ni mtu ambaye unawatunza, ni mtu ambaye unawalea, ni mtu ambaye unawaangalia. Na hili neno oversight ndilo ambalo tunalitumia hata kwenye Paulo akiwa anamwandikia Timotheo, analitumia hili neno, anasema an overseer kwenye ile sura ya 3. Anasema, anatoa qualifications za an overseer. It is a noble thing. Ni kitu kizuri, ni kitu chema pale ambapo mtu ana desire kuwa an overseer. Kwa hiyo maneno matatu tunayaona kwamba moja, kuna neno la kiongozi kanisani anaitwa elder, anaitwa elder presbyteros, alafu tena anaitwa shepherd, point A, alafu tena anakuja pia kuitwa hapa ni overseer. Huyu ni overseer, ni mtu ambaye anatoa oversight. Hivyo basi anasema kwamba ukiwa unatoa hii oversight, it should not be under compulsion. Sio kwa kulazimisha. And that's a very interesting point. Wewe kiongozi hautakiwi kuwa ni kiongozi ambaye unalazimisha watu. Anasema it is not under compulsion. Wewe uongozi wako sio kwanza kabisa kwa kulazimishwa wewe kuwa kiongozi. Yaani wewe sio kiongozi ambaye sitaki kuwa kiongozi lakini sasa nitafanyaje? Wamenilazimisha kuwa kiongozi. Kama wewe ni kiongozi wa kanisa alafu tena unahisi kama umelazimishwa tu kuwa kiongozi, kwenye sehemu ambayo upo, wewe sio mtu ambaye upo hapo kwa hiari. Toka hapo mapema. Kwa sababu inabidi kuwa makini sana kwa jinsi ambavyo utahudumu kwenye hiyo sehemu, kwenye hiyo nafasi, kama haujaifanya kwa hiari na kwa wito. Kwa hiyo anasema kwamba shepherding the flock, wewe you're exercising oversight, lakini hujalazimishwa, but kwa hiari, voluntarily. Unafanya kwa hiari. Hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa kuongoza kondoo wa Bwana according to the will of God. Sio kuongoza kwa namna wewe unavyotaka. Hapana, unaongoza kwa namna Mungu anavyotaka wewe uongoze. Ina maana tayari una muongozo wa namna ya kuongoza hawa kondoo ambao Mungu amekupa. Kwa inabidi kuwa makini sana kwa namna ambavyo kiongozi unaongoza kondoo wako. Na kumbuka, sio kondoo wako, ni kondoo wa Mungu. Mungu ndo amekupa hao watu ili wewe uwalee, uwakuze, uwaongoze. Anasema it's not for sordid gain. It's not for sordid gain. Yani sio kwa ajili ya manufaa yako mwenyewe, sio kwa ajili ya kukusanya pesa. Kuna watu siku hizi wanakuwa wachungaji solely kwa ajili tu ya kukusanya pesa, ya kuwa matajiri wenyewe. Church imekuwa ni church business. Kanisa limekuwa ni kama biashara, imekuwa ni sehemu tu ya kukusanya pesa, na kila siku kila kiongozi anafikiria namna bora zaidi au namna ambayo yanaweza kukusanya pesa nyingi zaidi. Unaona, basi sadaka haitoshi, tuanzishe mradi fulani. Mradi hautoshi, basi tuweke na malipo kwa ajili ya maombi, tuweke na malipo kwa ajili ya maji ya baraka, na malipo kwa ajili sijui ya handkerchiefs sijui ambazo zinaponya watu, malipo kwa ajili ya kupanda mbegu kwenye kanisa na vitu kama hivyo. Anasema it should not be for sordid gain. Wewe kama ni kiongozi na unafanya haya mambo, inabidi kuwa makini sana, unamchezea Mungu. God is not mocked. Wewe kama unapanda kwenye the flesh, unapanda kwenye corruption, basi you will reap corruption. Ndio Galatia 6 inatuambia hivyo. Lakini lead the people of God, ukiongoza watu wa Mungu kwa namna hii, kwa mapenzi ya Mungu, kulingana na mapenzi ya Mungu, kufuata muongozo ambao Mungu ametupa kwenye neno lake, kwa namna ya kuongoza. Anaongozaje hapa? Anasema kwamba kwa namna ya exercise oversight, kwa kufanya kwa hiari, voluntarily, alafu anasema with eagerness, yaani kwa bidii na kwa juhudi, basi you will reap the benefits ambazo ni spiritual life, ambazo uta reap hizo baraka ambazo Mungu anaweka juu yako. And so kama wewe ni kiongozi, then inabidi kujiassess, kujiexamine. Hivi mimi hapa kwenye uongozi wangu ninafanya kwa usahihi? Kiongozi anatakiwa anatoa mafundisho, anatoa doctrine, anatoa direction, anatoa mwongozo, lakini pia anatoa discipline. Anatoa ile discipline, kwa disciplining ya watu ikitokea kwamba wameenda kinyume na mwongozo wa kanisa. Lakini pia hapa tunaona kwamba it's not for sordid gain, but with eagerness, akimaanisha kwamba kiongozi wewe, it's not about what you get, it's what you give. Sio kuwa kiongozi kwenye kanisa, it's not about wewe unapata nini. Zaidi hapo ni kwa ajili iko focus zaidi kwenye nini ambacho wewe unawapa, unawalisha watu wako. And so I really pray
kwamba kwenye kusoma haya maelekezo, basi na wewe mwenyewe uko unajiexamine na unaangalia kama unafanya huo uongozi kulingana na jinsi ambavyo Mungu ameamuru. Zaidi ya hapo, lakini uongozi hauko limited tu kwa hawa church leaders, yeah? Wote sisi hapa wanadamu wote ni viongozi kwenye sehemu fulani. Petro hapa alikuwa anawaandikia viongozi wa kanisa specifically, lakini wewe hapo unaniangalia, unaweza kuwa ni kiongozi ofisini, unaweza kuwa ni kiongozi serikalini, ni mtumishi wa umma, unaweza kuwa ni kiongozi wa shule, unaweza kuwa ni baba wa nyumba, unaweza kuwa ni mama hapo nyumbani, ni mzazi. Kwenye yote hayo unaweza kuwa ni kaka mkubwa, watu wanakuangalia wewe kwa ajili ya uongozi. Unaweza kuwa ni dada mkubwa, wanakuangalia kwa ajili ya uongozi. Unaweza kuwa labda ndio mjomba au shangazi au baba mdogo au kitu kama hicho. Unaweza kuwa ni mzazi au mlezi, yeah? In whatever authority, kwenye sehemu yote ambayo Mungu amekupa huu wito, amekupa huu uongozi, hizi principles still zinaweza kuapply kwako. Kwamba inabidi uwe ni mtu ambaye una exercise oversight, ina maana unawaangalia, unawalea kwa usahihi, unawachunga kwa usahihi. Hutakiwi kuwa ni mtu ambaye umelazimishwa kuingia hapo, ya? Kama imetokea unahisi kama umelazimishwa na sio kwa hiari yako, hutaki kuwepo hapo, toka kabla hujaanza kuvuruga mambo, ya? Of course kuna sehemu ambazo huwezi kutoka, huwezi kuondoka kwenye majukumu ya kuwa baba au kuwa mama au kuwa mzazi au kuwa mlezi, ya? Kwenye hayo maeneo mkimbilie Yesu, uombe hiyo neema ya kuweza kuwa ni kiongozi bora. Uondoke kwenye ile hali ya kuhisi kama unalazimishwa, ukae kwenye hali ya kuwa na hiyo hiari ya kutaka kufanya kazi ya Mungu. Lakini zaidi hapo anasema you should do it with eagerness. Ifanye kwa bidii, ya? Usitumie uongozi wako kuwa lazy, kuwa tu mtu ambaye basi tu ili mradi nipo, ili mradi sipo. Hapana. Hebu ifanye kwa bidii, ifanye kwa moyo wako wote. Mungu amekupa hiyo mamlaka, uyatumie vizuri. Amen.